So nani leo tutaangalia pia concept nyingine. Sawa. Kwenye lecture leo tutaangalia entry model, lecture notes ambayo tutaangalia market structure ambayo ina combine liquidity, supply and demand. Channel yako ni ile ya Million Pips Club. So leo tunaangalia concept ya nini? Ya entry model, ya entry model. So tuanze. Sawa. Kwanza kabisa, this lecture explain a professional forex entry model using market structure, liquidity, supply and demand zone. Kwa kawaida entry model inaelezea ni vile vitu ambavyo ili uvione au ili uingie entry lazima uone vitu kadhaa, sawa, ili ikupe confirmation kwamba sasa hivi unaweza kuchukua entry ya kubai au ya kusell, sawa. Kwa hapo kuna vitu vitatu vya kuzingatia, sawa, ambavyo tayari tulishaangalia katika video ambazo zimepita. Kitu cha kwanza kuna market structure, kitu cha pili kuna liquidity, sawa, kitu cha tatu kuna supply and demand zone. Na imani hivi ni stani kama au vifahamu, unaweza kaangalia nini, unaweza kaangalia video ambazo zimepita. Sasa nimeelezea hivi vitu, sawa. Kwa model hii inasaidia trader kupata moja, consistency, sawa, lakini mbili, precision, sawa, lakini tatu, better risk management, afu ya nne ni high probability entries. Kwa kawaida, sawa, ili uweze kuwini mara nyingi, sawa, kwenye nini, kwenye market inabidi uchukue zile high probability entry kwa sehemu kubwa, sawa. Kwa kuna kitu kingine hapa ni what is the entry model. So sasa hivi tuangalie nini maana ya entry model. Sawa, entry model ni mfumo unaomuongoza trader kujua, kama ambavyo nimesema mwanzo, ni mfumo ambao unamuongoza trader kujua moja, wakati wa kuchukua trade, sawa, wakati wa kuweka entry, place either kubuy au kusell, pili, sehemu sahihi ya kuingia, sawa, lakini tatu, kuna stop loss pa kuweka, alafu ya nne kuna take profit pia pa kuweka. Kwa kwenye entry model inakusaidia kitu cha kwanza kujua wakati wa kuingia entry, sawa, kuingia trade. Kitu cha pili kujua sehemu sahihi ya kuingia, so kila sehemu tu ambao unaweza kaingia, sawa. Kitu cha tatu kuna stop loss, sehemu ya kuweka stop loss endapo kama entry au trade ikaenda tofauti na ulivyotegemea au ulivyotarajia, ulivyopredict. Alafu kitu cha nne pia ni kuweka nini, TP, take profit, sawa, ili market ikitouch hiyo sehemu ikutoe nini automatic. So professional traders always follow a repeatable system instead of emotion. Kwa kawaida ukiwa inabidi uwe na system, sawa, inabidi uwe na model ambayo ndio ambao na nini, ndio ambayo inakupa ule uhalali either wa kuplace order ya kubuy au order ya kusell. Kwa kufanya hivyo utazuia vitu vingi. Cha kwanza kabisa kuingia katika nini, katika market emotion, kwa kutumia emotion, sawa. Kwa ukiwa na sheria au ukiwa na vitu ambavyo unaviangalia utakuwa una trade smart. Hiyo ndio kitu ambacho najaribu kuelezea, sawa. Pia kuna foundation of this entry model. This model is based on 3 major confirmation. Kuna vitu vya kuzingatia. Kitu cha kwanza kuna market structure. Tulishaisema kama ambavyo nimesema mwanzo. Kama hujui ni kitu gani, tafuta video ya market structure, ipo utaelewa market structure ni kitu gani. Kwa ufupi tu ni the way market ambavyo ina move, either ni bullish au ni bearish au sideways au ranging. Hizo ni market. So market structure ni vile ambavyo market inatembea kwa muda huu. Inatembea kwa kusell, inatembea kwa kubuy au haitembei, iko tu inafanya nini, iko sehemu moja. Kwa kitu cha tatu kuna supply and demand zone, sawa. If one confirmation is missing, avoid the trade. Sawa, kulingana nini, kulingana na sheria zako. Kama kuna kitu kimoja nini hakijatokea au kimemisi, kawaida usichukue entry, sababu unaweza kuchukua entry alafu ukawa na chance kubwa ya kutolewa, na maanisha kupata loss. So inabidi uwe makini, inabidi ufuate pia nini, sheria zako ambazo umejiwekea, na pia market ambayo inakuonesha una react kulingana na market. So hauhitaji kutrade kulingana na emotion zako. So kuna kitu kingine hapa kinaitwa bullish entry model au buy setup, ambayo step ya kwanza ni kwa identify market structure, ambapo market kwa kawaida inakuwa ni bullish, sawa. Afu price inatengeneza higher highs kwa higher lows. Mfano kwa hii, sawa, kwa nikionyesha hii bullish entry model, sawa, mfano ambao nikionyesha mfano ndoje kwenye pair kuonyesha vertical ya ina structure nzuri, ya data ambayo ina structure nzuri, kama ile hii pana
tafuta ambayo kidogo ina structure nzuri ambayo naweza nikakuonesha. Tukafanya nini, naweza nikakuonesha ukaelewa. Kuna kitu kama hiki sawa. Hii kwa mfano unaweza tukatumia kama ni mfano. So unavyoona hapo kwa mfano sasa, hii ni nini? Hii ni bullish movement sawa. Market inaenda ina push juu sawa, inakuja inafanya retracement, afu inaenda tena push juu sawa, inaenda na break nini zone ya previous supply zone, inakuja inafanya retracement, afu inafanya continuation. So kwa mfano ni nini? Mfano ni mfano wa nini? Wa bullish market structure. Market inaenda kwa nini? Market inaenda kwa kubai sawa, lakini pia zone ambayo ilikuwa na target ni zone ya hapa juu. Hii ndio zone ambayo ilikuwa ina target. So market inaenda bullish kutokea wapi? Kutokea hapa chini, kutokea hapa chini, na zone ambayo ilikuwa na target ni wapi? Ni zone hii hapa juu. Huo ni mfano wa bullish market structure sawa. Lakini pili kuna ku identify sell side liquidity. Hizi nao pia nilishazungumzia kwenye video ambazo zimepita, na sana ni video ya liquidity. So unaweza kwa check video ya liquidity, utajua nimeelezea kwa urefu sell side liquidity na buy side liquidity na maanisha nini. So kwa hiyo kwa sehemu unaangalia equal lows, kuna previous day low na Asian low na vitu kama hivyo. Pia tatu kuna wait for liquidity sweep, kama ambavyo pia nimeelezea kwenye lecture ya liquidity sawa. Kawaida ili entry yako iwe valid kabisa sawa, kuzuia zile fake out inabidi kwanza usubiri liquidity sawa ichukuliwe sawa, and then kuanzia hapo unaweza kuchukua nini, unaweza kuchukua kama ni entry yako ya kubuy au kama ni entry yako ya kusell. Kwa maana kwa mfano kama liquidity sawa, tuangalie kwenye BTC USD sawa, kama market haijapushwa kuelekea chini sawa, unaona kuna nini, kuna hizo ni hapa sawa. Market ilifika hapa mara ya kwanza, na maanisha market ilifika hapa sawa. Baada hapo ikapushwa kuelekea chini, so ikarudi juu kufanya nini, liquidity sweep kama ambavyo unaona. So ifanya liquidity sweep and then ikafanya nini, direction movement kubwa ya kuseli kwa kuelekea chini. So ni vizuri kwanza kabla hujaingia end kwanza usubiri liquidity sawa ije uchukuliwe kama hivi, afu kuanzia hapo entry yako itakuwa ni valid kwa asilimia kubwa, tena moja kwa moja kwenye TP. So na kitu ambacho jaribu kuzungumzia hapa kuhusu issue ya nini, wait for liquidity sweep. Hivyo kimbia, kuna step ya 4, kuna demand zone formation sawa. After liquidity sweep kuna price basis, najaribu tu kuelezea kuna fund ranging, aggressive na vitu kama hivi. So hapa ni concept unaingia kwenye demand zone sawa. Lakini pia kuna end confirmation. End confirmation kwa namna ambayo unaweza kuconfirm entry yako sawa. Kwa mfano interbuy when sawa, kwa mfano price return to the demand zone. Kwa mfano market price inapokuwa kwenye nini, kwenye demand zone. Nishaelezea demand zone ni nini, ni sehemu ambako buyers wanaingia sokoni sawa. Kwa mfano mdogo demand zone ukatafuta mfano kama akuonesha demand zone kama ni sawa. Kwa mfano demand zone ukachukua kama ni seni zone ya hapa sawa. Kwa sababu zone hapa market ikifika hapa ikitaji sawa, ina push tena kwa kuelekea juu. So hapo ina timu kama demand zone. Kwa market ifika katika hii eneo sawa, na ni buyers wanataka control ya market, afu wana push market kwa kuelekea juu. Tunaweza kuchukua kama mfano nini kwa demand zone. Pia kuna lower time frame show change of character sawa. Lakini pia kuna bullish candle confirmation appear. Hii bullish candle inamaanisha baada ya liquidity sweep, kwa mfano unakuta kuna candle kubwa ya kuninda kubwa kwa kuelekea juu. Sasa inaweza kama moja ya confirmation kwamba market kuanzia hapo inaweza kapush kwa kurudi juu aggressive. Pia step ya 6 hapo kuna risk management sawa. Risk management ambayo kuna stop loss inakuwa ni below demand zone, kuna take profit ni previous high au next liquidity. Lakini pia kuna concept ya risk to reward ratio ambapo pia nishaelezea hiki, risk to reward ratio. Sana tu wana prefer ni 1/3. Hii kidogo inakuwa ni valid, inakuwa ni vizuri sawa. Pia hapa kuna bullish entry mode. Hii inakuwa ni vice versa, samani bearish entry mode inakuwa ni vice versa bullish sawa, ambao kuna kama kawaida una identify market structure, market ambayo inakuwa ni bearish sawa,
Pia una identify buy side liquidity, una liquidity sweep vile vile ambapo vilikuwa vinapatikana kwenye nani bullish, huko inakuwa vice versa. Pia kuna confirmation hii hapa kwenye bearish candle confirmation, pia unapata candle kubwa ambayo ni ya sell. Pia the same risk management kama ile ambayo tumepata kwenye supply zone. Pia kuna kitu kingine hapa ni trading session. Kwa pia tuangalia hapo kuna base trading session, sawa. Kwa kawaida kuna trading session pia nishaelezea. Kama unataka kufahamu zaidi kuhusiana na trading session unaweza kutafuta video hapo, sawa. Hapa nimeelezea trading session zote, sawa, na ile base kwa mtu ambaye anaweza kutumia ku trade. Kwa haraka main ziko 3. Kuna London session, kuna New York session, alafu kuna Asian session. Lakini hapo tutaangalia mbili. Tutaangalia London session, New York session, alafu kuna London New York overlap. Inamaanisha kwamba ni wakati ule ambao New York session inafunguka inakutana na London session. So to avoid how volatility condition unless setup is extremely clean. Nilishaongea sawa. Kwa kawaida mimi na trade London na New York session. Sana mara nyingi au mara zote avoid ku trade kipindi ambapo kuna overlap. Kwa sehemu kubwa kunakuwa kuna fake out. So inabidi tusubiri kidogo ili market itakapotulia unakuwa unatafuta tu entry ambayo ni clean end, sawa. Lakini pia kuna extra important confirmation before entering any trade. Kuna check higher time frame buyers first, sawa. Lakini pia kuna wait for confirmation candle. Lakini ya tatu kuna avoid emotional entries. Lakini ya nne kuna respect risk management, and then ya tano do not force setup. So hizi inabidi nini unazo makini, pia inabidi usifuatilie, sawa, ili uweze kuwa successful. Ukifanya tofauti unakuwa unaishia kupoteza pesa, lakini ukifanya kadi vitu ambavyo inabidi vifanyike kwa sehemu kubwa na nini utakuwa una win. So kuna common mistake hapa, ndio maana nimeelewa kuna common mistake ambazo watu wengi huwa wanafanya, sawa, na wale ambao huwa ni new trader kwenye market. Kwanza kabisa kuna entering before liquidity sweep, sawa. Sio mara zote kama liquidity sweep inatokea, ila kwa sehemu kubwa liquidity sweep inatokea endapo kama kwenye market kuna low volatility, sawa. Inamaanisha kama market kama ni kuseli haiwezi kwanza kuseli kwa sababu sababu liquidation bado ni ndogo, sawa. Kwa kwanza kabisa inabidi itafute zile kama stop loss au kama zile kuna zile sell limit au buy limit ili ipate liquidity ya kutosha ili market itembee katika direction ambayo inatakiwa kwenda. So inabidi uwe makini, sawa. Ya pili kuna ignore higher time frame structure. Ya tatu kuna overtrading, sawa. Ya nne kuna poor stop placement, sawa. Hii kuweka stop loss sehemu ambayo sio sahihi, unajikuta unatolewa kwa sababu stop loss umeweka tight sana, sawa. Ya tano kuna chasing breakout, sawa. Alafu ya mwisho kwa hapa kuna trading during low volatility. Inamaanisha kama market haina movement kabisa, alafu una force kuchukua end. Pia kwa sehemu kubwa unaweza ukapoteza pesa. So kuna kitu kingine kinaitwa strict trading rules, sawa. Trade only after liquidity is taken, follow higher time frame structure, one setup or one clean trade. Hivi ni vitu ambavyo unaweza ukavifanya na kwa sehemu kubwa itakusaidia, sawa. Lakini pia journaling every trader au journal every trade ni journal every trade, sawa. Inamaanisha kuweka record ya zile entries zako zote ambazo umezichukua, hata kama imehit TP au umepata loss. Lakini pia kuna avoid revenge trade, sawa. Lakini ya mwisho pia kwa hapa kuna protect capital first. Hii inabidi iwe ya kwanza. Kitu cha kwanza ambacho unafanya ni preserve capital, protect capital ili inabidi tupate long run, sawa. Sababu ili uweze kuwepo katika market inabidi uwe na capital. Kwa hiyo kitu cha msingi ni preserve capital. So kwa leo tutaangalia kitu cha mwisho kwenye hii concept, sawa. Na maanisha ndio kwa kitu cha mwisho kuangalia hizi important, sawa, rules ambazo ukazizingatia. So final summary, tumeangalia market structure ambayo inatupa direction,
tunaangalia liquidity ambayo ina create opportunity, supply and demand zone ambayo inaweza kutupa location market itaelekea wapi. Pia kuna confirmation, sawa. Pia kuna risk management, pia na ni kitu na cha msingi. So mwishoni, a good trader follows the process not emotion. So kwa hii lecture hapo tumefikia mwisho. So kwa sehemu kubwa na maana kuna vitu vingi mfanano umejifunza, sawa. Kwa kama una find hii lecture ni profitable and useful pia kwako, unaweza ukalike hii video, comment na ukasubscribe, sawa. Pia ukatana notification kwa video ambazo zinakuja ili uweze kupata ujumbe. So utakutana katika video zingine.